الشيخ العلامة العارف بالله محمد بن أيوب bin Khamis bin Kombo Al-Kamadhi. Sheikh Muhammad bin Ayub ametokana na kabila la Msegeju katika fuko la Kamadhi, waliokuwa wakiishi katika kijiji cha Moa ambayo ipo kaskazini mwa mji wa Tanga nchini Tanzania mnamo mwaka wa 1911 kulingana na kalenda ya kizungu miladia. Babake Sheikh Muhammad Ayub, yani Sheikh Ayub bin Khamis, aliondoka katika kijiji cha Moa na kuelekea Mwambani kwa mjombake Sheikh Kugesi, kwa mjombake, yani katika kijiji cha Moa na kuelekea Mwambani kwa mjombake Sheikh Kugesi. Kijiji hicho cha Mwambani kiko kando ya bahari ya Hindi, yani Indian Ocean, kaskazini mwa mji wa Tanga. Sheikh Ayub aliendelea huko alienda huko kwa madhumuni ya kujifunza elimu ya dini kwa Sheikh Shehe bin Sero bin Hassan, kisha akaondoka katika kijiji hicho cha Mwambani na kuelekea kijiji cha Mnyanjani kwa mzee Nyange. Sheikh Ayub alipokuwa kijiji cha Mwambani, kando na kutafuta elimu, pia alioa pale, na alioa mwaka wa 1916 kulingana na kalenda ya kizungu miladia. Kisha akahamia kijiji cha Mnyanjani pamoja na mkewe, na mnamo mwaka wa 1917 kulingana na kalenda ya kizungu miladia, katika mwezi wa Ramadhani, Sheikh Muhammad bin Ayub akazaliwa katika kijiji cha Mnyanjani. Babake ni Sheikh Ayub bin Khamis na mamake ni Bi Amina bint Athman. Sheikh Muhammad Ayub alipata malezi mema kutoka kwa wazazi wake na haswa mamake, na hii ni kwa kuwa babake alikuwa ni daia, kwa hivyo mara nyingi alikuwa hapatikani nyumbani. Lakini alipoanza kuinukia na kufika miaka ya kuanza kusoma, sasa hapo babake alishika usukani na akawa ndiye shekhe wake wa kwanza na akamsomesha mpaka kufa kwake. Sheikh Muhammad bin Ayub alipofiliwa na babake mzazi na ambaye pia ni shekhe lake, jambo hilo lilimtia simanzi na huzuni sana, na katika hali hiyo alipewa faraja na kulelewa na babake mdogo akiitwa Sheikh Mustafa Gasia Mzee Mambo Leo almaruf Mlele, na baadhi ya wazee waliokuwa marafiki wa babake. Sheikh Muhammad bin Ayub akakulia kuwa kijana mzuri, na hii ni kupitia malezi ya watu wema aliyopata, na katika ujana wake alishiriki katika mambo mbalimbali ya kijamii na michezo ambayo hayakuwa na maasi, na yasemekana katika sifa zake kuwa alikuwa mwenye tabia njema zenye unyenyekevu na mkarimu kwa watu wote. Sheikh Muhammad bin Ayub katika elimu alikuwa na sanad nzuri sana inayokwenda shekhe kwa shekhe mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ni kweli alivyosema mudhiri wa Shamsul Maarif Sheikh Samir Sadiq Tunutu kuwa elimu lazima iwe na sanad, na ikiwa haina sanad basi huwa ni ujambazi. Uzuri wa kupokea elimu kwa shekhe ni kuwa basi na yeye pia akapokea kwa shekhe, na ile sanad itaenda hivyo hivyo mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huu ndio ulikuwa mwendo wa wazee wetu, na sisi vijana wa kizazi kipya tunatakiwa tuige mwendo kama huu. Hii ni kumaanisha kuwa ni muhimu sana unapotaka kusoma uangalie shekhe aliye na sanad nzuri, na kwa huku kutunza sanad na silsila ya kupokea elimu, ndiyo elimu hiyo imetufikia sisi kwa usahihi ulionao. Na sanada yake ya elimu yatoka kwake mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hii hapa sanadi yake ya elimu. Sheikh Muhammad bin Ayub alisoma kwa babake Sheikh Ayub, naye akasoma kwa Sheikh Shehe bin Sero, naye akasoma kwa Sheikh Ali bin Abdullah al-Mazrui kutoka Mombasa, naye akasoma kwa Said Ahmad Zain Dahlani aliyekuwa mufti wa Makka zama zake, naye akasoma kwa Sheikh Uthman bin Hassan ad-Dimyati, naye akasoma kwa Sheikh Isa al-Barawi, naye akasoma kwa Sheikh Ahmad al-Basri, naye akasoma kwa Sheikh Salim al-Basri, naye akasoma kwa Sheikh Abdullah bin Said ba Khusair al-Makki, naye akasoma kwa Sayyid Umar bin Abdurrahman al-Basri, akasoma kwa Sayyid Umar bin Abdurrahman al-Basri,
naye akasoma kwa Sheikh Muhammad bin Abdullah At-Tabari, naye akasoma kwa Al-Muhaqqiq Ibn Hajar, naye akasoma kwa Al-Muhaddith Ibn Hajar Al-Asqalani, naye akasoma kwa Sheikh Abu Bakar, naye akasoma kwa Abu Zaid Al-Marwani, naye akasoma kwa Abu Ishaq Al-Marwazi, naye akasoma kwa Ibn Surayj, naye akasoma kwa Abu Sa'id Al-Almasi, naye Abu Sa'id Al-Almasi akasoma kwa Al-Muzani, naye akasoma kwa Al-Imam Muhammad bin Idris Al-Shafi. Imam Shafi naye akasoma kwa Al-Imam Malik. Imam Malik naye akasoma kwa Nafi'i ambaye kwamba huyu ni katika tabi'ina, naye huyu akasoma kwa sahaba Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, naye akasoma kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, naye Mtume akapokea kwa Jibril alayhi salam, Jibril naye akapokea kutoka kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ambaye ndiyo mkomo wa elimu zote. Hii ndiyo maana ya sanad, na huku ndio kupokea elimu shekhe kwa shekhe mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sheikh Muhammad bin Ayub, kando na sanadi yake hii rasmi ya elimu, pia aliweza kusoma kwa waalimu wengine waliokuwepo katika zama zake nchini Tanzania na Kenya pia. Nao ni kama vile Al-Habib Saleh bin Ali Jamal al-Layl, alisoma kwake Amu, Kenya. Akasoma pia kwa Sheikh Ali bin Hamad Abdallah Al-Buhri aliyekuwa mufti wa Tanganyika zama hizo. Akasoma kwa Sheikh Abdallah, alisoma kwake akiwa sehemu za Pemba. Akasoma kwa Sheikh Said bin Ahmad bin Muhammad, alisoma kwake Kilindini mjini Mombasa, na huko pia alijifundisha upigaji wa samai ambao mpaka leo yasomwa katika mji wa Tanga na vitongoji vyake. Sheikh Muhammad bin Ayub baada ya kumaliza safari yake ndefu ya kutafuta elimu na akawa sasa ni mtu na elimu zake, mnamo mwaka wa 1962 1962 kulingana na kalenda ya kizungu miladia, aliamua kuhamia mjini Tanga kutoka kijiji cha Mnyanjani alikozaliwa, ili kueneza elimu aliyokuwa nayo kwa jamii ya watu wa Tanga, na akakubaliwa pamoja na kupokewa vizuri na jamii ya watu wa Tanga kwa ujio wake wa utoaji wa elimu. Sheikh Muhammad bin Ayub alipofika Tanga alishukia kwa shemeji yake Sheikh Suleiman Faraji aliyemuolea dada yake na ambaye alikuwa akiishi barabara ya 10, na hapo akaanza kufundisha barazani, na baadaye akahamia barabara ya 14 kwa mzee Mwafumba, na akaishi hapo huku akiendelea kutoa taaluma ya elimu mbalimbali. Kisha katika mwaka wa 1963 kulingana na kalenda ya kizungu miladia alihamia barabara ya 16 na kuendelea utoaji wa elimu kwa jamii na kwa baadhi ya wakazi wa mji wa Tanga na vitongoji vyake. Na katika mwaka huo wa 1963 alihamia barabara ya 18, kisha baadaye ndiyo akahamia Msambweni barabara ya Madina. Sheikh Muhammad bin Ayub kando na kufunza elimu pia alileta fikra mpya, huku akishirikiana na baadhi ya mashekhe wenzake juu ya kuunda taasisi, yani institution moja yenye kuunganisha mashekhe na walimu wote wa Tanganyika zama hizo. Fikra hii ya Sheikh Muhammad bin Ayub iliwafikiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kukubaliwa na watu, na mnamo mwaka wa 1957 kulingana na kalenda ya kizungu miladia, taasisi hilo la kuwapa nguvu walimu pamoja na kuwajumuisha katika chama kimoja likaasisiwa kwa jina la Tanganyika Muslim Teachers Association, ambayo kwa ufupi linatambulika kama TAMTA. Kisha baadaye jina la Tanganyika likaondolewa na kuwa Tanzania, na hii ni baada ya muungano wa Zanzibar na Tanganyika. Chama cha Tanzania Muslim Teachers Association yani TAMTA kilisajiliwa tarehe 5 mwezi wa Oktoba mwaka wa 1957 kulingana na kalenda ya kizungu miladia, na kupewa hati ya usajili yenye namba SO 1950 na kutangazwa rasmi nchini Tanzania na nchi jirani zilizopakana na Tanzania. Hapo wakaanza kupokea rasmi wanafunzi kutoka sehemu mbalimbali za Afrika ya Mashariki. Kisha katika mwaka wa 1964 1964 kulingana na kalenda ya kizungu miladia, chuo cha TAMTA kilisajiliwa kimataifa na kupewa namba 192, na Sheikh Muhammad bin Ayub akateuliwa kuwa mudir yani headmaster wa chuo hicho kuanzia mwaka wa 1957 mpaka kufariki kwake dunia mwaka wa 1997 kulingana na kalenda ya kizungu miladia. Kisha mwaka huo wa 1964 miladia, mwezi Mei, baada ya chuo cha TAMTA kusajiliwa rasmi, Sheikh Muhammad bin Ayub alimtumia Al-Habib Umar bin Sumait aliyekuwepo kisiwani Zanzibar barua ya kwenda kumtembelea. Barua hii ilipofika Al-Habib Umar bin Sumait
alifurahia sana, naye pia akamwambia Sheikh Muhammad bin Ayub, akamtumia na kumwandikia Sheikh Muhammad bin Ayub barua ya kumkaribisha kisiwani Zanzibar. Sheikh Muhammad bin Ayub akaondoka Tanga na baadhi ya wazee wa kikundi cha wanafunzi wake kwenda Unguja kumtembelea Al-Habib Umar bin Sumait na mashekhe wengine waliokuwepo huko. Sheikh Muhammad bin Ayub alipofika bandarini Unguja, alipokelewa na mwenyeji wake Al-Habib Umar bin Sumait na kupelekwa katika makazi yake katika kitongoji cha Sharif Musa almaruf Sharif Bamsa, kitongoji ambacho kiko nje ya Unguja mjini, na akakaa naye huko, kisha takriban kama siku 4 wakizungumza na wakijadiliana namna elimu itakavyopanuka na kuendelea mjini Tanga. Sheikh Muhammad bin Ayub alipelekwa Unguja kumwona Al-Habib Umar bin Sumait na mambo mawili, nayo ni kwanza ni kumtembelea kwa hadhi aliyokuwa nayo Al-Habib Umar bin Sumait, na pili ni kumkaribisha Tanga aje afungue jengo jipya la Tamta. Habib Umar alifurahia kwa ujio wa Sheikh Muhammad bin Ayub sana, na ilipofika mwezi Juni, yani Juni tarehe 29 mwaka wa 1964 kulingana na kalenda ya kizungu miladia, yani kama baada ya mwezi mmoja tangu kutembelewa na Sheikh Muhammad bin Ayub, Al-Habib Umar bin Sumait alifika Tanga kwa kutekeleza ahadi aliyompa mgeni wake, na alikuwa na ujumbe wa mashekhe 10 waliofuatana naye, na kwa majina labda tukiwataja mashekhe ambao kwamba walifuatana naye ni alikuja na ujumbe wa Sheikh Suleiman bin Muhammad Al-Alawi na Sheikh Hassan bin Amir Al-Shirazi na Sayyid Ali Badawi, Sayyid Umar bin Abdullah al-Maruf mwenye baraka, Sayyid Ahmad bin Hamid Mansab, Sayyid Hussein Badawi, Sayyid Hussein bin Ali, Sheikh Ramadan bin Abbas, Sayyid Al-Hadi na Sayyid Ahmad bin Ahmad Al-Badawi al-Maruf mwenye baba. Hawa ndio mabwana Al-Habib Umar alifuatana nao siku ya pili. Hawa ndio mabwana ambao kwamba Al-Habib Umar alifuatana nao, na siku ya pili ya kufika Tanga, yani tarehe 30 mwezi wa 6 1964 miladia, alifika katika eneo la Tamta na akapokea funguo za kufungua jengo hilo kutoka kwa kijana aliyekuja naye kutoka Unguja, ambayo kijana huyo ni mwenye baba. Hapo ieleweke kuwa funguo za jengo hilo zilikuwa na Sheikh Muhammad bin Ayub, lakini kwa heshima wakaonelea funguo hizo ziwekwe kwa sahani, kisha ndio akabidhiwa Al-Habib Umar bin Sumait. Sasa hiki kisahani aliyekuwa amekibeba ili kumkabidhi Al-Habib Umar ni Sayyid Ahmad bin Ahmad Al-Badawi al-Maruf mwenye baba, na hii ni kwa kuwa yeye ndiye aliyekuwa mdogo wa kiumri kwa hawa ambao kwamba walikuwa wamekuja naye. Al-Habib Umar bin Sumait alipokuwa akifungua jengo hilo alitemka kauli kubwa sana, na maneno hayo yalinukuliwa na ni haya hapa ambapo kwamba aliyesema. Alisema kwamba hapa sifungui jengo, ninafungua elimu. Hapa itatolewa elimu ama patatolewa elimu mpaka siku ya Kiyama, na hii ni madrasatu Shamsia. Sheikh Muhammad bin Ayub alimleta Al-Habib Umar bin Sumait kufungua Tamta mpya kwa kutabaruku naye, na hapo ilikuwa ni tarehe 30 mwezi wa 6 yani Juni mwaka wa 1964 1964 kulingana na kalenda ya kizungu miladia. Na kutoka ufunguzi huo Sheikh Muhammad bin Ayub akaweka kila ifikapo tarehe hiyo ya 30 mwezi wa 6 kila mwaka kufanywa sherehe za elimu chuoni, na baada ya wiki hufungwa chuo kwa ajili ya likizo, na wakirudi kutoka likizo wanabadili darasa. Vile vile Sheikh Muhammad bin Ayub aliwahusia wanafunzi wake kuwa kila ifikapo siku hiyo kila mwaka waje katika jambo lake na wasiwache kuliadhimisha siku hiyo. Huu ndio wasia wake kwa wanafunzi wake na wapenzi wake, na alhamdulillah siku hiyo mpaka wa leo inaadhimishwa kwa baraka ya kazi zake na ikhlasa aliyokuwa nayo bwana huyu mtukufu. Bali sherehe hizo zimepanuka na kufana mno, na siku hiyo yajulikana kama Tamta Day. Sheikh Muhammad bin Ayub alifundisha wanafunzi mbalimbali na kutoka sehemu mbalimbali katika nchi za Afrika ya Mashariki. Alikuwa na wanafunzi kutoka Kenya, sehemu mbalimbali kama vile Mombasa, Vanga na Nairobi. Pia Uganda alikuwa na wanafunzi kutoka Burundi, alikuwa na wanafunzi pia ama Tanzania usizungumze wala usiulize, na aliishi nao kama mlezi wao na akiwapenda na kuwapa elimu kwa kadri alivyompa yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tena bila ubaguzi wa aina yoyote.
Sheikh Muhammad bin Ayub alidumu na kufundisha elimu ya dini kwa takriban miaka 70 mfululizo, kuanzia mwaka wa 1927 mpaka mwaka wa 1997, na akafundisha na kutoa wanafunzi wengi sana, tena tabaka tofauti. Kuna wale alianza nao Mnyanjani, kisha akagura nao Msambweni. Kuna na wengine ni wa awamu ya kwanza na ya maisha yake, na kuna wengine ambao kama ni awamu ya mwisho ya maisha yake. Na kwa ujumla, bila kuangalia zama wala umri, na kwa ujumla tutawaangalia wanafunzi wake ambao kwamba ni wengi, na tutataja wanafunzi wote bila kusema kwamba huyu ni wa wapi ama huyu ni wa wapi. Tutawataja majina yao kwa kutabaruku. Japokuwa wanafunzi wa Sheikh Muhammad bin Ayub ni wengi sana, wala hawana idadi, wala hatuwezi kuwataja wote. Hawa ambao kwamba tutawataja, tumewataja kwa nia ya kutabaruku na wao, na wala hatujawataja kwamba kwa kuangalia kwamba hawa labda ndio hodari kushinda wengine. La, wanafunzi wake wote walikuwa ni mahodari, lakini kwa sababu ya kuchunga muda, kwa sababu ya kuchunga wakati, tuwaona tutaje baadhi kwa njia ya kutabaruku bila kuwadharau wale wengine ambao kwamba tumewaacha. Katika wanafunzi wake kuna Sheikh Muhammad Abu Bakar ama Sheikh Muhammad Bakari al-Burhani, ambaye kwamba huyu ni muasisi wa chuo cha Shamsul Maarif mjini Tanga. Kuna na Sheikh Abdullah bin Ayub, huyu ni ndugu yake mdogo. Huyu kisha baada ya kusoma kwake alipelekwa Zanzibar kuendeleza masomo yake. Kuna na Sheikh Ahmad bin Ayub, huyu pia ni ndugu yake mdogo. Kuna na Sheikh Abdurrahim Barahian, huyu ni mudir wa Ansar Muslim. Kuna na Sheikh Abu Bakar Zubair bin Ali, mufti mkuu wa Tanzania sasa hivi. Kuna na Sheikh Walid Al-Hadi Omar Kawambwa, huyu ni imam wa msikiti Kichangani Magomeni Mapipa. Kuna na Sheikh Abu Eid Muhammad Eid, huyu ni imamu wa msikiti wa Mnyamani Bunguruni. Kuna na Sheikh Muhammad Khatibu Kigoda, mudiri wa Shamsia sasa hivi. Kuna na Sheikh Ramadhan Mabruk, naibu mudiri wa Shamsia sasa hivi. Kuna na Sheikh Hussein Subki, muasisi wa Madrasatu Salafia Dar es Salaam. Kuna na Sheikh Muhammad Konsel, huyu ni katika masheikh maarufu sana Dar es Salaam. Kuna na Sheikh Said Abdullah Makata, kuna Sheikh Muhammad Shiali Omar wa Mombasa, kuna Sheikh Suleiman Imran Kilemile, kuna Sayyid Hussein Hashim. Hawa ni ushri tu ya wanafunzi wa Sheikh Muhammad bin Ayub, kwani wanafunzi wake ni wengi sana na wametapakaa kila kona ya Afrika ya Mashariki. Ama hawa tuliowataja ni bahati tu imewaangukia, wala si kuwa tumekusudia kuwataja hawa na kuacha wale wengine, lakini tukiamua kuwataja wote tutamchosha msikizaji kwa majina mengi, kisha huenda akakosa kusikiza yale ambayo kwamba ni ya muhimu. Sheikh Muhammad bin Ayub, baada ya kuona kuwa wanafunzi wake wamekuwa wengi na wameelewa alichokuwa akiwafundisha, aliwaruhusu kwenda popote pale kwa lengo la kueneza elimu aliyowapa, na wakatapakaa kote Afrika ya Mashariki na viunga vyake, na haswa Tanzania. Nao wazazi walipoona uhodari wake wa kulea na kufundisha, walileta watoto wao kwa wingi mpaka chuo cha Shamsia kikafurika wanafunzi na kikatangaa zaidi ndani ya Afrika ya Mashariki. Na kwa sababu hii ndiyo Sheikh Muhammad bin Ayub anahesabika kama baba wa elimu Tanzania, kwani Tanzania zama hizo na mpaka sasa yaongozwa na wanafunzi wake ama wanafunzi wa wanafunzi wake, na haya ndiyo malipo aliyolipwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa subra na namna alivyojitolea kuitangaza dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sheikh Muhammad bin Ayub alikuwa akipenda kuhutubu kila ikifika tarehe 30 mwezi wa 6 Juni ya kila mwaka, ambayo ni siku ya kilele cha elimu chuoni Shamsia, yani ni siku ya hafla ya Shamsia, na vile vile ni siku ya maadhimisho ya Tamta Day. Basi katika hutuba zake alizokuwa akitoa siku ya mwisho ya sherehe hizo, alikuwa ni kuwaaga wageni wake na kuwaombea dua za kurudi makwao salama, na pia alipenda sana kuwahusia wanafunzi wake ambao hawakosi hafla hiyo, na alikuwa akiwahusia huku akiwaambia mambo manne. Kwanza alikuwa akiwaambia wapendane sana. Pili alikuwa akiwaambia waipendelee Tamta katika kutoa sadaka zao, yani ikiwa mtu ana kipato kidogo amepata cha kutoa sadaka ama zaka yake, asikose kuleta pale Tamta ili iweze kuboresha maisha ya masomo ya wanafunzi pale. Tatu, aliwahusia kuja kuadhimisha siku ya elimu, yani siku ya hafla ya Shamsia ambayo kwamba ndio Tamta Day. Na nne, aliwaombea waendelee na kuambia waendelee kuitoa elimu aliyowapa bila kukhini elimu. Sheikh Muhammad bin Ayub katika umri wake
wa kufundisha elimu. Alitunga vitabu ambavyo vinafundishwa sasa hivi Tanzania na baadhi ya nchi za Afrika ya Mashariki, na pia alikuwa na vitabu alivyotafsiri wakati wa uhai wake, na ifuatayo ni orodha ya vitabu vyake alivyovitunga. Kuna kitabu alichokiita Ta'limul Atfal, kuna na yaliyomo muhimu kwa wanawake kuyajua, kuna na khutba za Ijumaa, kuna 30 fawaid, kuna Uislamu ni matendo yako, kuna Uislamu sio kuswali tu, kuna na Sulamu Suud. Hivi ni baadhi ya vitabu vyake ambavyo ni zaidi ya 50 kwa lugha ya Kiswahili na Kiarabu, na vingine vilitungwa kwa lugha ya Kiarabu lakini yeye kavitafsiri kwa lugha ya Kiswahili. Hatukuweza kuvitaja vyote kwa kuogopea kurefusha mazungumzo. Sheikh Muhammad bin Ayub alikuwa ni mtu mwenye hulka ya kuvutia sana. Alikuwa ni mchangamfu, ni mwenye fasaha na mzungumzaji mzuri. Alikuwa ni mwema kiasi cha ngoa katika sifa zake. Alipenda kusuhubiana na watu na kujua kwenda nao kwa kadiri walivyo. Itakumbukwa kuwa alikuwa na kikundi cha wazee ambao alikuwa akikaa nao kila baada ya swala ya magharibi katika jengo lililofunguliwa na Al-Habib Umar bin Sumait katika uwanja wa chuoni Tamta, Madrasatu Shamsia. Na wazee hawa kwa mtazamo wetu sisi ama mtazamo wa kawaida, utawaona kwamba walikuwa ni wazee ambao kwamba hawafai, yani hawana hadhi ya kukaa na shekhi kama huyu, lakini yeye alilifahamu hilo na alilijua hilo na hakuacha kukana wao. Na jambo hilo, pamoja na kwamba watu pia walikuwa kilizungumza kwamba Sheikh anakana watu ambao kwamba sio hadhi yake, lakini hakuacha kukana wao, na alikuwa akikana wao huku akiwahusia mambo mbalimbali ya kidini, akiwatengezea mambo yao, akiwahusia na kuwaeleza masala tofauti ya kidini. Sheikh Muhammad bin Ayub alisikia baadhi ya watu wakilalama na kulaumu kwamba yeye anakaa na watu ambao kwamba sio hadhi yake, lakini hakuacha kukaa nao mpaka mwisho wa umri wake, japokuwa wengi wa wazee hao walitangulia mbele ya haki kabla ya Sheikh Muhammad bin Ayub. Na Sheikh Muhammad bin Ayub mnamo tarehe 2 mwezi wa 9, yani Septemba mwaka wa 1997 kulingana na kalenda ya kizungu miladia, aliumwa na kupelekwa hospitali kwa daktari Madundo ambaye kwamba anapatikana pale Tanga. Aliyekuwepo jijini Tanga, lakini mazingira ya ugonjwa wake ilibidi apelekwe hospitali ya rufaa ya Kilimanjaro Christian Medical Center, kwa ufupilizo KCMC, iliyoko mjini Moshi, na akapelekwa hospitali ya rufaa mjini Moshi tarehe 5 mwezi wa 9 1997 miladia, na kukaa huko kwa muda, kisha akaruhusiwa kurudi nyumbani Tanga. Kuna baadhi ya kauli ambapo kwamba zasema kwamba shekhe mwenyewe ndiye aliyekatiza matibabu na kuomba arudishwe nyumbani, na hii ni baada ya kuona kwamba hali yake ya afya imezorota na kuhisi kwamba siku zake zimefika za kuondoka ulimwenguni, na akarudishwa Tanga. Na alipofika Tanga, alifika Tanga saa 9 asubuhi, na hapo ni tarehe 9 mwezi wa 9 mwaka wa 1997 1997 kulingana na kalenda ya kizungu miladia, na kufariki dunia mara tu baada ya kufika mjini Tanga. Taarifa za kifo zilienezwa sehemu mbalimbali Tanzania na nchi za Afrika ya Mashariki kwa ujumla, na ilipofika saa 10 alfajiri, Tanga, yani eneo la Tamta, lilikuwa tayari limejaa na kusheheni watu kuja kutoa taazia na rambirambi zao. Na ilipotimia saa 7 mchana, yani adhuhuri, chuo cha Shamsia kilianza kupokea wageni kutoka sehemu mbalimbali za Afrika ya Mashariki, viongozi wa kidini na wa kiserikali pia. Na labda tutoe mifano kidogo. Alikuja mufti wa Zanzibar na ujumbe wake, akaja na rais wa Zanzibar Dr. Salim Amur na ujumbe wake wa kiserikali, akaja na rais mstaafu wa Jumuiya ya Tanzania Alhaj Hassan Mwinyi na ujumbe wake, akaja Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete, wakati huo akiwa bado ni waziri, hakuwa amekuwa ni rais, na wakaja pia na waheshimiwa wengine na baadhi ya wabunge na baadhi ya mawaziri kutoka sehemu tofauti tofauti kuja kumlaza kigogo huyu. Kulikuwa na ujumbe wa kidini na Baraza Kuu la Waislamu Tanzania ambao kama wanajiita BAKWATA, wakiongozwa na Mufti Sheikh Hamad bin Juma, na Kenya waliwakilishwa na aliyekuwa sahibu al-maqam wa riadha wakati huo Sayyid Abdurrahman Khitami al-Maruf Sharaf Khitami na ujumbe wake kutoka Kenya. Sheikh Muhammad bin Ayub alifariki dunia tarehe 9 mwezi wa 9 Septemba mwaka wa 1997 kulingana na kalenda ya kizungu miladia, na kuoshwa na mzee Witri bin Abdallah, mzee Juma Msumaji na mzee Qasim Mwamrage.
Khamis, na hapa ni baada ya kuoshwa kwanza na wake zake na kufuata wasia wa Sheikh aliyokuwa amehusia kuwa mimi nitakapofariki kwanza nioshwe na wake zangu, kisha baadaye ndio nioshwe na watu wengine. Sheikh Muhammad bin Ayub alifia jijini Tanga siku ya Jumanne tarehe 9 mwezi wa 9 1997 kulingana na kalenda ya kizungu miladia, sawa na mwaka wa 1418 kulingana na kalenda ya Kiislamu hijiria, na kuzikwa huko Tanga siku ya Jumatano tarehe 10 Septemba 1997 kulingana na kalenda ya kizungu miladia. Alisaliwa na Sayyid Abdurrahman Khitami, Sharif Khitami, ambaye huyu ni mjukuu wa Sheikh lake Al-Habib Saleh bin Alwi Jamal al-Layl, na kuzikwa hapo chuoni Tamta Shamsia, sehemu maalum nyuma ya chuo chake, na hii ni kwa kufuata wasia wake alivyohusia angali hai aliposema, nikifa nizikwe nyuma ya chuo changu ili niwe na kiangalia. Siku hiyo aliyofariki ilikuwa ni siku ya majonzi kwa kila aliyepata habari ya msiba, na watu wakamiminika kuja kumlaza kigogo wao. Inshallah, kwa haya machache tuliyoyazungumza, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amrahamu na amjalie pepo ya Firdausi kuwa ndio makazi yake, pamoja na wema waliotangulia, na atupe nasi baraka zao na siri walizokuwa nazo mabwana wakubwa hawa, ili nasi tuweze kufuata nyayo zao na kuiga mifano yao, kama alivyosema mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ulaika alladhina hadallah fabihudahu muqtadi. Tumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama alivyowaongoza hawa ambao kwamba tunawazungumza, na sisi pia tuongoze na atujalie husnul khatima kama alivyowajalia hawa husnul khatima.